Kuna kongamano la liturujia wa Afrika ambapo litafanyika hapa Dar es Salaam katika Baraza la Maaskofu kuanzia tarehe 2 mwezi wa 8 hadi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Asili ya kongamano hili limeanzia huko Dakar, Senegal, ambako lilifanyika kwa mara ya kwanza mwaka 2023. Kwa hiyo hili litakalofanyika hapa Dar es Salaam ni kongamano la pili, na Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa kongamano hilo, na hasa jimbo kuu la Dar es Salaam na wana Dar es Salaam wote ambao ni wenyeji ndio wanaalikwa kuliandaa na kuwakaribisha wageni hao kwa ajili ya hilo kongamano la liturujia la Wanaafrika. Kwa kawaida hakuna baraza la maaskofu wa Afrika, bali kuna umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Afrika ambao wanaitwa SECAM. Na kuna mwenyekiti ambaye ni kardinali kutoka nchi ya Kongo, jina limenitoka kidogo, lakini vilevile kuna uongozi wa hilo bara la Afrika. Sasa haya makongamano yanapofanyika ambayo ni ya idara kwa idara, mfano hii ni la idara ya liturujia, kuna makongamano mengine ya idara ya kichungaji, makongamano ya katekesi. Kwa hiyo wale ambao wanaangukia katika idara husika, mfano sisi wanaliturujia tumeunganika kama wanaliturujia wa Afrika. Kuna umoja ambao umeshaundwa kabla ya mwaka 2023 na maaskofu hawa ambao wanasimamia liturujia katika nchi zao pamoja na makatibu watendaji kama mimi hapa waliongea na wakasema kuna umuhimu wa kuwa na umoja. Ndio maana nikasema mwanzoni ilifanyika huko Dakar, Senegal katika mawasiliano yetu, na sasa hivi tunawasiliana katika mawasiliano yetu kwamba tutafanya tena hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni umoja wa wanaliturujia wenyewe na wale wanaosimamia liturujia katika nchi zao ndio wameungana kwa ajili ya kuitana na kubadilishana mambo kadha wa kadha. Kongamano hili la wanaliturujia wa Afrika lilianza kufikiriwa kabla ya mwaka 2023. Ilikuwa ni wazo la muda mrefu la wanaliturujia wa Afrika kukutana, lakini kutokana na sababu mbalimbali kila wakipanga kwamba tukutane inashindikana. Lakini hatimaye mwaka 2023 miezi ile ya Novemba hadi Disemba ndio iliweza kufanyika kwa mara ya kwanza huko nchini Senegal katika mji wa Dakar. Na Tanzania tuliweza kuwakilishwa na askofu mwenyekiti, Askofu Simon Masondole ambaye ni mwenyekiti wa idara ya liturujia. Kwa hiyo ni mara ya kwanza ilifanyika huko Senegal, na kwa Tanzania itakuwa ni bahati yetu kwamba tutakuwa wa pili kuliadhimisha, na tunategemea kwamba litakuwa na wageni wengi sana kuliko wale ambao walihudhuria kule Senegal, Dakar. Kwa nini linafanyika Tanzania ni swali muhimu sana. Kwanza kule Afrika Magharibi, Dakar, Senegal, walipokuwa wanajadili wakasema Tanzania ni nchi ya amani. Kumbuka ilikuwa tangu mwaka 2023. Kwa hiyo wanajua kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, Tanzania kuna utulivu mkubwa, na katika ukubwa wa mabaraza katika Afrika Tanzania ni ya 3. Ukitoa zile nchi kama Kongo, Nigeria, na ya Tanzania ni ya 3. Kwa hiyo watu wale wajumbe wakasema tunataka tukaione hiyo Tanzania ikoje. Tunasikia wanaongea lugha yao nzuri ya Kiswahili ambayo inaongeleka katika nchi nzima. Tungependa tuone. Lakini vile vile wakasema tunasikia kuna mlima Kilimanjaro, kuna Serengeti, kuna Zanzibar. Wakasema tunataka tuone huo uzuri wa Tanzania. Kwa hiyo ndio maana hizo ni sababu muhimu kabisa ambazo wale wageni waliokuja Senegal walisema tunataka na sisi tukaione hiyo Tanzania ikoje. Mambo muhimu ambayo tayari tumeshapangilia. Tukio la kwanza la muhimu la kuwasili wageni.
ambayo itakuwa ni tarehe 1 ya mwezi Agosti. Watafika pale katika uwanja wa Dar es Salaam. Ni tukio muhimu na tungependa wale wana Dar es Salaam watakaoweza kujitokeza kuwapokea wageni wetu kule Dar es Salaam, kule uwanja wa ndege, waone kwamba kweli wenyeji tumewapokea kwa kishindo. Hata ikiwezekana kama kuna ngoma, wale zile parokia ambazo ziko karibu na uwanja wa ndege pale, ni vizuri tukaandaa kangoma fulani kuwakaribisha wale wageni wetu, tukawachukua kwa pamoja kuja katika makao makuu. Lakini tukio la pili ni ufunguzi rasmi wa kongamano ambao utafanyika tarehe 2 ya mwezi wa 8, ambao utafanyikia katika parokia ya Kijichi hapa Dar es Salaam, na atakayefungua kongamano hilo au mgeni rasmi ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Atatuongozea hiyo misa takatifu na kuwakaribisha wageni, na kutakuwa na hotuba za ufunguzi. Watu mbalimbali watatoa hotuba za ufunguzi, wageni wetu na wageni ambao tutawaalika hapa Tanzania. Na kwa sababu ni tukio la kitamaduni, tungependa vile vile hata wageni wa serikali siku hiyo wawepo kuwakaribisha hawa wageni wetu. Tutaona nani tutamwalika ili aweze kuwakilisha serikali. Lakini tukio lingine ni mada zitakazofuata kuanzia Jumatatu hadi siku ya Jumatano. Kutakuwa na mada mbalimbali ambazo tutakuwa tunaongelewa. Alafu tarehe 6 ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi, kutakuwa na tukio la kuwapeleka wageni wetu kule Zanzibar, wakaone Zanzibar na kuimarisha wenzetu wale ambao wako Zanzibar. Ni wachache. Zanzibar tunajua kuna Wakristo wachache, lakini hawa wangependa waende wakaimarisha wenzao. Lakini vile vile na kuliona soko la utumwa, kwamba wenzetu wa Afrika waliteswa wakauzwa hapa, na Wakristo waliokuja wakasema jamani, utumwa uishe, na kanisa likajengwa pale kwenye soko la utumwa. Na siku ya Ijumaa itakuwa ni kama siku ya mapumziko kidogo, lakini siku ya Jumamosi kutakuwa na tukio kubwa tena ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 8, tuseme 8. Itakuwa ni tukio la kufunga ambalo litafanyika katika parokia ya Tabata, parokia ya Kristo Mfalme pale Tabata, ambapo tunategemea mgeni rasmi atakuwa ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa, na kutakuwa na hotuba za kufunga za shukurani, kama inawezekana kufanya michezo fulani kutokana na muda utakavyokuwa, basi tutaona. Kwa hiyo kimsingi hayo ndio matukio makuu ambayo yatafanyika katika siku hizo za kongamano. Tukio hili kama tulivyosema ni la wana liturujia wa Afrika. Sasa tunaposema sana liturujia, kimsingi inamgusa kila mtu. Hivyo ile siku ya ufunguzi ambao ni tarehe 2, tunawaalika watu wote, awe Mkristo, awe mwanakwaya, awe WAWATA, awe nani, tuwepo pale katika parokia ya Kijichi kwa ajili ya ufunguzi rasmi na maelezo mbalimbali yanayohusu hilo kongamano. Kwa hiyo linawahusu watu wote, hizi siku za ufunguzi na ile siku ya kufunga. Hizi siku za katikati ambazo ni semina maalum, tungependa wale wasimamizi waliturujia katika majimbo yao, hao wawe ni namba 1, pamoja na walimu wa katekesi na walimu wa vyuo wanaofundisha masuala ya dini. Hao tunataka wapate semina maalum. Lakini vile vile tumefungua milango kwamba kwa yeyote ambaye angependa kushiriki, awe ni mlei, awe ni nani, yeyote yule anakaribishwa katika hilo kongamano, zile siku za kongamano, kwa masharti ambayo tumesha yatangaza tayari. Moja ya masharti ni kuchangia, kwa sababu unajua kwamba hizi ni gharama. Tunahitaji kila mshiriki achangie shilingi 500,000 ili tuweze kumtunza kwa wiki nzima, kuanzia ile tarehe ya kufika tarehe ya Jumamosi hadi tarehe ile 9 ya kufunga. Wengine wataondoka labda siku ya Jumapili. Kwa hiyo wiki hii nzima basi tutaomba watuchangie hiyo gharama za ushiriki. Lakini sio gharama tu za ushiriki, na tunamwalika kila muumini au kila mtu yeyote ambaye angependa kutunga mkono katika kuchangia ili kuweza kuwatunza wageni wetu vizuri, na tuweze kufanya hivyo.
waamini wote waliobatizwa na marafiki zetu wote, awe ni Muislamu, awe ni Mluteri, awe nani, tunawaalika wote washiriki. Mhashamu Baba Askofu Mwenyekiti Simon Masondole ameshaandika barua kuwaomba watuunge mkono. Wanatuunga mkono kwa kutuchangia. Kama unaweza kuchangia shilingi 1,000, ukachangia shilingi 10,000, ukachangia milioni 1, milioni 3, kwa sababu huu ugeni ni mkubwa. Kuwaleta watu wakakaa hapa wiki nzima, wale walale, tuwasafirishe, tuwapeleke Zanzibar. Kuna gharama za kulipia kule Zanzibar kwenye hiyo sehemu ya zile sehemu za kihistoria. Kwa hiyo ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo wewe muumini, hata kama uko mbali hutaweza kufika hapa, tunakuomba uchangie katika akaunti zetu ambazo tumeshazituma huko maparokiani. Kwa hiyo kila muumini tunamuomba atuchangie. Tumetuma akaunti zetu za benki huko maparokiani, kwa maaskofu, tumetuma kwa wakurugenzi. Tafadhali wasiliana na paroko wako, mwambie nataka kuchangia, atakuelekeza. Lakini vile vile kama unahitaji ufafanuzi zaidi moja kwa moja kutoka kwangu, unaweza kuniandikia SMS message au kanipigia moja kwa moja ili nikuelekeze kwa namba yangu ya binafsi ya simu ambayo ni 0756089015. Unaweza kunipigia kwa namba hiyo nikakuelekeza zaidi jinsi ya kuchangia. Tumeamua kulifanyia hili kongamano hapa makao makuu ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa sababu kadha wa kadha. Kwanza, wageni wetu wanaotoka nje ya nchi wanaingilia katika airport ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ni rahisi kutoka airport kuja katika baraza hili la maaskofu. Ukisema tuanze kumsafirisha kutoka hapa mpaka tumpeleke Mbeya ni gharama nyingine. Kwa hiyo ingekuwa na usumbufu mkubwa sana. Kwa hiyo tumeangalia urahisi wa wageni wetu wanaotoka nje ya nchi. Lakini vile vile hata wageni wetu wanaotoka mikoani ni rahisi kusafiri kuja mpaka Dar es Salaam kuweza kushiriki. Lakini kwa miaka ijayo kama tutaona inafaa, litakapoletwa kwetu tena, tutaweza kuangalia jimbo gani lingine au metropolitan gani nyingine ambayo tunaweza kujiandaa kwa uzuri zaidi na kuweza kufanikiwa kwa uzuri zaidi. Asante sana. Kwa nini tumeamua kuchagua Dar es Salaam? Kwa nini labda tusingeenda kwenye maeneo yale ambapo Ukristo bado haujashamiri sana? Ni swali zuri na kwa kweli tungependa tufanye hivyo. Kama nilivyosema, kongamano hili kwa Tanzania ni la kwanza na kuna ugumu wa kumtoa mgeni kutoka Senegal ukamleta hapa halafu ukaanza kumsafirisha tena kwenda Lindi na kwenda mahali pengine. Sisi kama Baraza la Maaskofu, matukio haya ambayo ni ya kusisitiza au kukuza imani, yale matukio ya kitaifa, huwaga tunachagua maeneo kama hayo ambapo Ukristo haujashamili sana. Lakini kwa sababu kongamano la wanaliturujia wa Afrika ni la kimataifa, itatuia vigumu kumsafirisha mgeni ambaye ametoka mbali, labda anatoka kijijini huko Senegal au huko Afrika ya Kusini, hafu anakuja tena hapa, unaweza tena kupata tabu kutafuta usafiri, kutafuta sijui mabasi mangapi kwenda labda Kigoma, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinatufanya au zinatulazimu haya matukio ya kimataifa yafanyikie hapa Dar es Salaam. Tukio la Baba Mtakatifu lile liliandaliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kumsafirisha Baba Mtakatifu na kundi lake tu kuliko sisi hapa kama kuna kuja wageni 300 kutoka nje ya nchi wasafirishe kwenda Kigoma, tunahitaji mabasi mengi na gharama nyingi sana. Ndio maana tumeamua lifanyikie hapa Dar es Salaam.